Ukapikia Kalonzo chapati? I cook chapati for Kalonzo. Kalonzo sikia hii kama utakutana na vipi. Kalonzo msika the other guest walikuja hapa Egerton University Yes. at a point. See, I think was it 2012, 2011 up. Around 2013. I don't remember well, but nilipika chapati. I cooked a very nice chapati. Aye. Okay. So so me I can cook very well. And I know myself and I'm sure and I believe in myself. I believe in cooking. Hello ladies and gentlemen, welcome back to the Love of Theo channel. My name is Omuse Theo, the man from the rock, and all the time this is home. Napiga story tu kuhusu life kwa jumla na vile tunaweza endelea. Na leo niko na mkuu hapa, mkurugenzi. Kabla tusikie sauti yake, kabla tujue analipi la kutuambia, please ingia hapo ndani ya hapo chini. Make sure you subscribe if you are new here, and we shall be talking. Tupate video zingine kama hizi na kwenda zaidi ili tuweze kubonga zaidi kuhusu life yetu kwa jumla tu, na tuweze kujua life tutapiga vipi. So bro, vipi? Poa sana. Thank you so much kukumit. Na maybe kabla tujaendelea ni kwamba leo tuko Egerton University. Hapa tuna barizi kwa restaurants fulani hapa. Tukiona tukipiga tu story, si ndio? So bro, niambie. Wanjamba Tala, Sami Wanjala, Wangila, kutoka Western Kitale. Sijui Western ni Kitale ama ni Rift Valley. I think Rift Valley most probably. Hiyo ni Western. Kitale ni Rift Valley magana. Hapana. Huko ni Western. Tunajua huko ni Western. Kitale. Okay, but mimi nimeishi kujua Kitale Rift Valley. Ni vile tu wanapandanga huku mahindi, Rift Valley mahindi, so ukajijazia. In the meantime niko Kayole, Nairobi, Soweto. Wale unajua ghetto inaitwa Soweto. Unajua mtu akisikia Soweto anasikianga South Africa. Anafikiri si South Africa. Soweto unajua Soweto ni ghetto fulani Nairobi. Hapo ni survival for the fittest. Ukiingia hivi choche na simu yako, lazima ukae rada. Pesa yako umetoka kwa watu, lazima ukae rada. Unakaa ukiwa rada, juu anything can happen. Hai. So hebu tuanze pole. Wewe ulizaliwa wapi? Okay, nimezaliwa Mount Elgon, mamangu ni Msabot. Baba ni Mbukusu kutoka Kitale. That's why I'm from Kitale. From Kitale. Alafu uka grow wapi? Nika grow Nakuru. Walipanaitwa Kiamunyi, Masinjeri. Kuna shule Masinjeri ya Kiamunyi Masinjeri. On the way to Kabarak. Yes. Tuende Maravini. Hiyo mtaa naitambua. That's where I went to school. Nimelelewa Nakuru sana but nimetoka Mount Elgon. Ulikuja Nakuru which year? Around okay, from I was born in 1991. So from around 1992-93 I was in Nakuru. Alafu ukakuja nikatulia pale Kiamuni. Ulikuja na familia yote? Sasa nilikuwa mdogo, nilibebwa nikaletwa na familia. Ulikuwa haulo? I was around 1 month ama after immediately after. Ulizaliwa tu ukaletwa huko? After being born in Mount Elgon, I was brought. So that's why una assume Mount Elgon ni Rift Valley. Because hujaishi huko. I'm not assuming that Mount Elgon. Okay, baba anatoka Kitale. So me I know Kitale is in Rift Valley. Okay, now ukakuja Nakuru, ukasoma Masinjeri Primary School. High school After Masinjeri Primary School from that time hadi to 2007, 2006 after the election violence, 2007 nikakuja hapa Kilimo High School hapa Egerton University. Kilimo friend Kahenya nimesoma na university, tumekuwa naye hapa Kilimo High School from Form 1. So we went from there until Form 4 2010. Okay. Ukakuja ukakutana na 2007 Form 1. Ulikuja na wazazi pia hapa? Me by the way I've never seen anything simple in my life. Nimepitia shit hadi nikiwa hiyo high school. But then wakati niliingia Form 1 high school hapa Kilimo, the principal alisahau fees yangu ya first term. Aje? I don't know what happened. I think it's God ama sijui nini. Alisahau kukulipisha? Hey, I think I'm very lucky. One of the luckiest guys. Juu niliingia tu Form 1 hivi, I bought, baba alibuy uniform, shiners, na ilikuwa expensive sana, alibaya trouser mbili.
na sweater na kila kitu. Akanibuy kila kitu uniform yote. And then aliongea na headmaster akamwonyesha I'll pay the fees. But bila ilifika term 2. Term 2, after term 2 the next 2 or 3 weeks. Nikalipishwa fees ya term 2. Wakachana na term 1. Term 1 sikuitishwa fees. Wow. So I was like, Dad, what happened? Akaniambia mimi pia sielewi. Akaniambia mlikuwa mnaishi na yeye huku Nakuru? My dad used to work in Nakuru. But I was living with an uncle in Jokerio. There's a place to call Jokerio. Jokerio, yes, napajua hapa mbele. Nilikuwa nakaa Jokerio, nikakaa Jokerio. Alikuwa mwalimu ama yeye alikuwa staff? Uncle alikuwa security guard. Alikuwa security guard hapa Egerton ndani. Alikuwa anaitwa Hamisi. So the guy I used to stay with him before my family kuja huko. So my father used to work as a security guard in Nakuru town. So alikuwa haizi kuja huko juu anaishi huko Nakuru na mom na dad na the other siblings. So maybe siblings, wewe ndio mtoto wangapi kwenu? Me, I'm the second. The second born. I'm the second born, yeah. The first born is the sister. And hao wengine mmoja baadaye kuna bado ako Eldoret. So kuna mmoja ako hapa Egerton University Dadia. Okay. Na maybe tukisema tu ama tukiweza kuchambua tu maybe life yako baada ya kumaliza high school. Ulimaliza high school? Nilimaliza high school 2010. 2010 ukaenda? So I wanted my dad to take me to college. Me, I'm natural cook. I can cook anything. Hata ulikuwa tu natural, unajua. When I was in primary school, I studied 6-7. Mama alikuwa na kahoteli. So he used to wake me very early in the morning. Ananiambia nipike mandazi before niende shule. So I used to cook mandazi. Mandazi ya kuuza ama? Mandazi ya kuuza, ya. Alikuwa na kamili hotel tu. Nilikuwa napika mandazi alafu naenda shule. In fact, hata when I finished my form 4, I used to cook in hapa Jamia. Kuna hoteli ilikuwa hapa ndani ya shule. JCR hapo university. After form 4 hapo nikapika chapati almost more than 1 year. Kuna hapo JCR, kuna hizo student center. Yeah. Kuna hizo kuna hoteli ziko hapo ndani. Kuna hoteli za hizo siji Rhino, siji Buffalo. I don't know what the name they're given right now. But I used to ilikuwa inaitwa Jamia Hotel. So I used to cook chapati there. A lot of chapati. Na ukaenda college? I didn't go to any college. I wanted to go to college but I didn't have the money. Dad hakuwa na doa kupeleka college. But nilikuwa nataka admired utalii college so much. Now in fact nikafanya RC at a point. Niliwaka RC at a point, nilikuwa nafanya kazi ya. Nilianza na kuosha vyombo, lakini at a time kuna siku Kalonzo alikuja RC. Nikaamua nipike chapati. Ukapikia Kalonzo chapati? I cook chapati for Kalonzo. Kalonzo sikia hii kama utakutana na video. Kalonzo msika the other guest walikuja hapa Egerton University at a point. I think was it 2012, 2011 hapo. Around 2013. I don't remember well, but nilipika chapati. I cooked a very nice chapati. Okay, so me, I can cook very well, and I know myself, and I'm sure, and I believe in myself. I believe in cooking, and hata size zile tukikuja hivi tulikuwa tunachapa hiyo story. Nikwambia by the I can cook by the I can cook sana. Sasa safari ya kwenda Nairobi Oyole huko ilianza. Let me okay, in around 2014 kuna guy tulisoma na yeye anaitwa Anthony Moa, sasa yako Coast. Anaitwa Anthony Moa, tulikuwa na yeye pia na Kahenya hapo high school. So akanipigia simu akaniambia unafanya nini Nakuru by the way? Kuna kazi ya kuuza CD. I used to sell. Kuna kazi ya kuuza CD. When was that? Disc around 2014. 2014, 2015, 16 hapo 2014, 2015, 2016. Alikuwa ananiambia kama unaweza uza. I'm a very good market at a point. I can convince you to buy anything. Serious? I swear before God. You can even ask your friend Paul. I can convince you to buy anything. Akakuita. Akanipigia simu akaniambia kama unajua unaweza uza hizi CD wewe kama. So vile nilienda hapo I used to sell Lingala and Rumba in Nairobi.
When in Nairobi, I used to sell Lingala and Rumba. So I was like, hey, me not doing Lingala, but I used to hear my father listening to some Rumba, kina Kofi Olomide, Madilu System, Franco. So that guy akanipata a very simple interview. Akaniambia unajua kila nani? Unajua wasanii wagani wa Rumba? Kofi Olomide. Nilishtuka nikasema kwanza Kofi Olomide. Madilu System. Franco. Nilisema watu watatu peke yake. Madilu System, Kofi Olomide na Franco. Hao wengine siko na wajua wote. Kaambia sawa. Kama unajua hao, by the way those were the best selling CDs in Nairobi at that time. Walikuwa na baisi. Ukiingia mtu akikuja kwa shop hivi anataka kusikia, mpatie album ya Kofi Olomide, Madilu System au Franco. Hapo uko kazi. So ulikuwa una hoka ama ilikuwa ka shop hivi? Ilikuwa ka shop hivi mahali. So somebody is used to come in the shop and ananiambia nataka CD ya Feregola, anataka CD ya Kofi Olomide, Franco na Madilu. Then naingia kwa hiyo tulikuwa tumeunda shelf iko na kuna shelf ya Madilu, kuna shelf ya Franco. Kofi Olomide, Madilu System. Hivyo. So ama kuklana at a point. nika learn hizo vitu very fast. So msee alikuwa anakuja na kuimbia wimbo fulani. Wewe unajua CD yenye iko? Unaichomoa sawa. Usipokuwa that quick you can't make any sell. So the guy akikuangalia hivi anasema ati msee ame notice ule jamaa anauza anaweza niuzia CD. Anaweza niuzia anything. Anaweza niuzia CD yote ya Franco ama ya Madilu System. Na anajua ni ngoma gani nimemuimbia kidogo. Na Billy sana Billy Abel pia alikuwa was very famous by then. Akasema sawa. Let me try this though. Jumia I was after money after all. Sure. I was after making my family feel okay. My dad waishi poa, mama ishi vizuri. So from that time nika work for around 3 years ama 2 years in the CD industry. By then hakukuwa na flash na nini 2014. Kulikuwa na flash lakini si haikuwa popular sana. So the guys used to come with mtu anakuja na Mercedes Benz anakuambia nichambulie CD ya Rumba ya Madilu ama ya Kofi Olomide. So after those 2 weeks ama after those days nikajua kuna Feregola, kuna Falipupa, kuna Papa Wemba, Franco Lombo, Makeni nikajua jina full ya Franco, Kolomboka Zaiko Lagalaga and so on and so forth. I knew a lot of Lingala until then. So nikakuwa ni kama nimejua hizi vitu zote. Hapo ndo hivyo ndivyo niliingia Nairobi. Then after kitu kama 2 years or 3 years ama 1 year. Nikakuwa CD industry ikaanza kurudi chini ikakuja because of the introduction of the YouTube. Ukitaka ngoma unaingia net direct na una download direct immediately. Unaingia una download and then unaingia una download ile ngoma unataka hivyo. So ikakuwa ni kama story ya CD karudi chini hadi the guy akauza shop akaenda US. Alafu hata point kuna jamaa alikuwa anamuuzia hizo CD za Rumba. Akani introduce kwa matatu. Okay, I regret going to matatu. Because matatu industry is not that okay. So baada ya CD mutaka kuintroduce kwa one of the customers matatu that I used to sell CD. Akakupeleka kwa matatu. Akani introduce kwa matatu akaniambia kazi ya matatu inakuwa na pesa, so was like I was curious to kujua vile kuna explore the matatu industry. Nikaingia kwa matatu industry. Lakini kana notice matatu industry una pay bills. Mafuta, unakula vizuri, unapatia familia. Alafu after that you save nothing. But my interest from the beginning, when your friend Paul can tell you, ilikuwa kupika. Paul know I can cook very well. Alafu sasa baada ya matatu bado saizi uko matatu. Saizi uko matatu mpaka saizi sasa. Juu matatu industry mtu anaendanga kufanya shughuli nyingine, lakini matatu industry inakuwa very addictive. You come back always. You always come back. Bora ukushaanza. Bora ushaingia tu hivi. After some time lazima utarudi tu hapo. Sababu ya kushikashika. You are used to daily cash. By the ukishika pesa kila siku hivi hata kama si yako ilikuwa gani? Pesa okay? Route yako inakuanga gani? Okay, by the time nilikuwa naingia ilikuwa Umoja, but for now niko Komaro Kayole.
That's where I'm there until now, but I'm always interested in cooking. Na natamaningi Sasa sana. ka opportunity saizi kakitokelezea bado unaweza ama have you gone to that extent umeweza save mpaka inaweza kufikisha? I've been trying, my guy. I've been trying to save, but nilifika na point nimesave familia ikakam. So I was like, guys, mimi naenda shule ama ni watoto napeleka shule. So I decided that let me just help my family grow. Niwachana hii idea ya kupika. But my brother is also pursuing that. Upishi. In fact he's in college in Coast. Mzaya mama then ndiye alikuwa kuna hii story ya upishi. Okay, ni mom. Both of them they like, but mom is the best always. Hiyo ni damu. Now twende kwa what was your worst experience kwa hiyo industry ya matatu? Kudeal na watu jo. You see those guys. Unajua ukipata mtu kwa stage na anataka kwenda town, umwambie fare ni 100 ama ni 80 bob. Anakuuliza kwa nini? How can you answer that question? Seriously. That is a rhetorical question. Juu una expect saizi vile mafuta imehaki hivyo. Ukiambia mtu fare ni 100, ana expect, unajua mimi atapo inabidi ujibu tu vibaya, mwambie wewe kwani una TV kwako? You can't see the news vile nasema. It's not okay. Mafuta imepanda. Nikwambia fare ulikuwa unalipanga 80, nikwambia fare ni 100. You should understand. You should not argue with me. No. Uko supposed to argue. Imefika ile place umefika mpaka ukashikana na msee mashati kwa matatu. Okay. Nakuanga na adabu sana. Nikiona mahali tafika utapigana nawe ngumi nakwambia hapana. If you think that mimi nimekukosea sana, shika fare yako. Don't pay, you'll pay next time. The moment I give you the money back, kama wewe ni mtu uko na wisdom, mbona jamaa amenipatia do? I'm supposed to pay the matatu, but he has given me back the money. I should pay the matatu, but he has given me back the money. Why should I go to free to open the gari from Egerton mpaka Tao free? Does it make sense to you? It's not fair. But jumi staki kiwagi na wewe, at the end of the day itakuwa ta fight. If you can fight pia, bado ngumi tunatushanga at that point. Now, what ile time uliona this is the best time kabisa kwa matatu. Ukiwa kwa hustle yako ya matatu, ukasema this is the best. Maybe ukakafunga ama ukapata tu jamaa mwenye amefika akakuambia manze chenye umenifanyia asante sana. Then the best thing in matatu mimi patana na watu wengi wako interested kujua aje umse ni mpoa sana. You should not be a tout. Unajua many guys know that touts are very bad. Watu wanajua makonaki ni wabaya sana. Konaki anafaa kuwa rude mhash. Hana utu. But mimi unajua utu wangu ilitokea wapi? Kuna siku niliambiwa na mama mwingine, "Umenilipisha gari 100." Ndiko na stress zangu. Nafaa kumit target ya mwenye gari, nafaa kumit pesa ya gari, nafaa kumit pesa ya mafuta. So nikamwambia, wewe acha kunisumbua wewe. That woman told me she was around the 70, alikuwa a little bit old. Na mimi nimekuachia Mungu. My guy usiwahi kubali kuachiwa Mungu. Ukiachia Mungu, this will never be okay. That time bila niambia nimekuachia Mungu, I went through shit. Nilishikwa nikakuliwa 2,000, after kukuliwa 2,000 the next stage kulikuwa na polisi. I was almost arrested. From that time I was like, matatu people should not be treated bad. Passengers wafai kutitiwa vibaya. Unafaa tukudili na passenger vile yako. So mimi until now ukiingia kwa gari na unisumbue kwa kulipa gari, mimi ndakuachia. I can leave you alone. Ndio nikwambia sawa wewe kama unafikiri ni vizuri kosa kulipa gari, then go with the man. Ukishuka utanipatia tu mwenyewe kama uko na wisdom, lakini kama ni mjingo. But kuna wenye wanarudishanga in that manner. Ukiwaambia sasa wewe kama unataka kulipa lipa, kama hutaki achana nayo. Kuna wenye wana respond wanalipa. Kwa wewe vile uko learned hivi a little bit. Wezi shuka, wewe wezi beba from here to town, ushuke na uende. But kuna wale wengine wanasema sawa. Umefanya vizuri sana. Those guys go anawaachia. Na assume nimekuliwa maybe kwa barabara na maskari imetoa hiyo 100, ni sawa wewe enda tuna say feel anything. Okay. Sawa. So kwa mfano
imefika ile time ukaona kwamba unaweza pia piga hustle yako ikijipa ujitafute yako mat? Okay. Ama haifikangi hiyo stage? Inafikanga but at a point unaona kuna zile shughuli nyingine unafaa kufanya apart from hiyo kusave. Kidozi mtoto wako ako shule. Unafaa kulipa fees, unafaa kulipa rent. All those bills. Unapata unabaki na 200. So inabaki umecheza chini. Unasema let me go on. Maybe one time in one way or the other. Nitaangukia. Nipate mali zapata pesa ya kulipa hizo bills na nipate pesa ya kusave. Yeah. That's when nitapiga hesabu ya I can buy my own matatu now. Na tuseme nini inaitwaje? Wewe familia yako na wazazi kuna time yote wame regret ama wameanza wakakuwa na wasiwasi wewe kuingia kwa hii matatu industry? Wamekuwa na wasiwasi at a point kwa sababu your wife, your mother, your father, kwanza both parents are still there? My parents are alive. Wako wote alive. Na kuna time yote wamekuambia manze hii job mbona ulichagua hii? Wameniambia mbona ulichagua hii job? Nikamwambia dad, mimi at a point I told you to take me to college. Ikikaumana. I can't blame you because you didn't have money to take me to college, but I wanted to pursue my dream catering and tourism and something like that and so on and so forth. Me like the kitchen. Me when I get a perfect kitchen, I can do wonders, I swear. I swear. Siku moja tunaweza Paul Kanya can tell you I can do wonders. Kanya but then I told you I've cooked for his family several times. Hata saizi mmetofanya naye driver wangu wa matatu huko Kayole. Nimeenda kwake nikapika hivi. Akashtuka. I cook for them kuku with ugali and some kienyeji kando. Wakasema wow. This guy should be cooking for us every day. And I was like no, I can't do that. Because huyu jamaa ile food yenye mimi napika. Mimi by the I can cook very sweet food. Paka Kalonzo akakula. Sikwambia nilifikia hapa RC. I used to work at RC. At a point tulikuwa tunawaka RC, tukaambiwa sasa tulete mabarua za kazi. Hapo sasa ndo kanini. Sijaenda college. Sina any qualification. So kuna time yote umeregret kwamba kuingia kwa matatu industry? Just regret? I've regretted so many times. Unajua regret kwa nini? Matatu industry can give you a lot of money at the same time you can have nothing. Na kuna time umeamua si umesema umeregret. What keeps you there? What keeps me there is survival. That's what keeps you. The moment unaweza pata mali, unaweza pata pesa ya kulipa nyumba, unaweza pata pesa ya watoto kukula na pesa ya watu kusurvive. Unaweza vumilia tu hapo. Na tukimalizia hii swala. Wale kuna wasee saizi walikwama vile ule umekwama. Ulisema kwenda shule ikakuwa noma. Umekwama vile ulikwama. What's your advice to them? Unaweza washwaje? Mimi like to advise. Wewe so long as uko peke yako hivi, don't rush in marrying and taking responsibility. Though it will come, you have to take responsibility at a point, but usikimbilie kwanza. Make sure you have the money and things are straight. When the moment uko na pesa ya kusustain your family unataka kuleta, and the moment uko na position ya kujisimamia. Unajua by the papers are very important. Shule ni very important. Juu at a point mimi kwa hiyo matatu nakwambia nikiwa kwa matatu naulizwa wangu umefanya nini? Hakuna. Sina. Nimefanya form 4. What is form 4 nowadays? Hakuna. Form 4 certificate nowadays is ni kama primary school. Unaona kina Sakaja wanahangaishwa. Au kina Sakaja wanahangaishwa juu wanafaa kuwa university. Wanafaa kuwa na hiyo degree ya university. Unaona? So at a point ilibidi nitafute license, sorry. Kuna license, au future license ichukua bado. Inafaa kulipa 3,050 kwa KCA. But my friend alinipea school fees ya driving school. So nafaa kulipa 3,000 ndio niko na driving license. So nikasema, wacha tafuta driving license ndio mtu akiniuliza niko na nini mwambie niko na DL. Kwa DL. Hebu shout out driver wako kwanza. Shout out to
Chimbitiwa. Skizombo Tote. George Washira. But then in my tattoos I regret everything apart from knowing that guy. That guy ni Mrasta. Anakuwa mwai sana. So hiyo gari ni ya marasta tu. Ayo guy ni ya marasta actually. Haya wase wako wenye unachapanga na wewe wera hapo. Makru. Niko na makru wengi sana ma friendly. Unaweza taja moja Pogba. Sam, City Tram. Wase watakutana na hii video unawaambia aje? In case ukutana na hizi video by the subscribe. To support local talent hapa. Bora unaona ukisupport kumsea aomoke. Bora kusaidia hata point in one way or the other juu. Atasema wase wakicheki video wasema ile ni industry ya matatu ya Kayole. Watu ndio tujue wanafanya nini. Okay. Sawa. We shall keep in touch siku moja tukuje Kayole tupande hiyo nganya yako Inaitwa nganya inaitwa Matisha. Niko na nafanya na gari inaitwa Matisha KCG 918 something ina Kayole Komarok. Okay. Sawa. Thank you so much brother. At least umechapa hiyo story ilipo na wasem subscribe na usichague job kikiumana one way in one or the other. Me by the at a point kuna siku kaida anakwambia kuna siku tuli block show tulifanya kazi exhaust actually at a point hapo kuna mahali panaitwa kama the Luji tuli block show usiku juu aunge unblock mchana obvious tuli block usiku na madoo tunachota hivi hizo manini na mashamba ukapewa do tulipatiwa around 12,000 tulikuwa wasewaini 12k that was good money but lakini after that tulikuwa naingia kwa hao kama mchawi juu watoa nguo zote mpaka ngoza unaweza kwa hiyo shamba hiyo magazo hivi alafu naingia kwa hao unabaki kesho yake mtu anakuona hivi anasema na huyu jamaa leo akona pesa lazima thank you so much hustle yote inalipa Wanjala tala Chimbitiwa Skizombo Tote Kayombo Tole. Shukran Subscribe, thank you so much. God bless you. Bye. Blessed. Please ingia hapo ndani ya hapo chini. Make sure you subscribe if you are new here.